Unajua ninaposema kwamba uzazi sio kwa mwanamume tu wala sio kwa mwanamke tu, namaanisha hivi, wanawake wengi hili huwa wanachelewa sana kulifahamu. Unakuta mwanamke yupo na mwanaume ila yeye tu peke yake ndo anahangaika yeye kubeba ujauzito. Ila anasahau kwa upande wa wanaume sisi wengi huwa tuna changamoto. Na changamoto hii huwa wengi wao huwa haina dalili yoyote. Na hadi kujua ni pale ambapo mnapokuwa mnahitaji mtoto. Kwa hiyo ili mwanamke ubebe ujauzito kwa urahisi, lazima uhakikishe changamoto hizi umeondokana nazo na mwanaume wako amefanya vipimo. Hasa kipimo cha mbegu kiwa na maanisha sperm analysis. Kiwa na maanisha kwamba kupima kwamba mbegu zina ubora, mbegu zina mkia, mbegu pia zina flow vizuri, lakini pia hata ile life span, yani muda ambao mbegu zenyewe huwa zinaishi. Kwa hiyo mwanamke, kabla ya kuangalia mwanaume wako ana changamoto au haona changamoto, hebu jiangalie vipi mzunguko wako unapata vizuri? Hauna changamoto ya kihormoni? Hauna aina yote ya vimbe katika via vyako vya uzazi? Hauna changamoto ya infection? Mirija yako ipo vizuri? Lakini pia hebu jaribu kujifuatilia tu mwenyewe. Huwa unajisikiaje? Kuna muda unapata dalili za mimba ukipima hauna. Lakini pia changamoto nyingi zote hasa zinazopelekea wewe unashindwa kubeba ujauzito, ikiwemo hata ile ya PID infection. Ushawahi kuharibu ujauzito? Vipi uwezo wako hata tu kupata usingizi kawaida? Huwa unapata kawaida? Hebu fuatilia mambo yako kwanza kabla kusema kwamba inashindikana kubeba ujauzito. Nimesema hivi kwa sababu mwaka 2025 ni changamoto ambazo niliwasaidia wanawake wengi sana waliokuwa nazo. Na niligundua kwamba